Haya, niambie kuna shida gani? Mbona mabegi, kutapika, shida nini? Niambie. Karibu, sikia nikwambie, na ujauzito. Na hapa nilipo, nyumbani amenifukuza, shule amenifukuza. Kwa mwenzako nina shida, nimekuja kuishi hapa. Duh. Sasa utaishije hapa? Mimi hapa nakaa na blaza, chumba kimoja, godoro moja. Waje watu watatu. Karim, sikia nikwambie, nyumbani amenifukuza, shule amenifukuza. Mimi nitaelekea wapi? Hapa hapana, hapa hatuwezi kuishi watu watatu. Chukua mwelewa basi. Hebu tu twende. Oh. Zuu, ni wewe? Umepaje nyumbani? Ese, karibu sana ese. Begi lake hili? Karibu sana nyumbani ese. Nivulie za ngapi? Kwa nini hunipigia simu sasa? Karibu sana ese. Nisikie kwa nyumbani. Karim, ushampa chai? Unampa chai? Sasa unasubiri nini jamani, mgeni wangu kama huyu hapo ndio kumpa chai jamani? Okay. Niletea maji. Okay. Sasa mpenzi wangu, hiyo mimba ulifukuzwa lini? Wiki mbili. Kwa hiyo ulikuwa unakaa wapi? Baada ya kufukuzwa shule nikaa nimekaa nyumbani nako kanifukuza. Bahati nzuri nilikuwa na rafiki yangu pale karibu na nyumbani, alinihifadhi kwa siku hizo zilizobaki. Ndio nikaamua kuja hapa nyumbani mnihifadhi. Sawa. Sasa wewe hifadhi utapata. Basi hapa mimi nishamwambia yule rafiki yangu na nili mdogo wangu aondoke. Itabidi tukae wawili hapa sasa hivi, unaelewa? Lakini kabla yote itabidi hiyo mimba sasa uanze kliniki. Tumeniambia na miezi miwili. Sasa inabidi kidogo uanze kliniki. Unajua uwezi ukawa unalea mimba alafu au una kliniki kama hivyo ukipata magonjwa. Lakini kwa hiyo kesho itabidi tuongozane tuende tukapime, sawa? Okay. Haina shida. Sawa, hamna shida. Sasa Karim mdogo wangu, nimekuita hapa kama unavyoona, shemeji yako ndo amekuja, na mbaya zaidi amefukuzwa nyumbani kwake kwamba ana mimba, na hiyo mimba unajua ni ya kwangu. Kwa hiyo mimi ninavyoona itabidi tu wewe uondoke uende kwa mama mdogo, kwa sababu hatuwezi kuishi watu watatu, tunaelewa? Lazima tuishi wawili. Kwa hiyo hapa kwa kipindi hiki itabidi wewe uondoke uende kwa mama mdogo, sawa? Unasikia? Itabidi kufanya hivyo sasa. Bwana, inaonekana mke wako huyo hapa na mimba ya miezi 4 na wiki 2. Ana mimba ya miezi 4 na wiki 2. Na inaonekana ashaanza kuandikwa kliniki. Ashaanza kliniki? Ndio, ashaanza kliniki. Ashaanza kliniki? Sio kidogo, inaonekana kule kwenye kliniki jina lake ya msajili Zuu Karimu. Ndio inaonekana kule kwenye yake kliniki. Nashukuru jamani, nimeshafikishia yini majibu. Nitapitia majibu yenu huko kwenye nani, kwenye daftari nitakuandikia. Karimu ni nani? Karimu ndio yule ndogo wangu au? Hapa ishaanza kujioni ndoto. Kwa hiyo kumbe wewe na Karimu mlikuwa mna date? Na mbaya zaidi kumbe mimba ni Karimu. Una cha kuniambia? Unaweza ushaanza kliniki, mimba ni ya miezi 4. Na mbaya zaidi ushaanza kliniki. Kama ushaanza, kwa nini nimefukuza mdogo wangu kwa ajili yako? Ndio mambo gani hayo unanifanyia?
Sikiliza we kahaba, tokea leo usinijue. Nimemfukuza mdogo wangu kwa ajili yako. Sikilize, usimtafute mdogo wangu, wala mimi pia usinitafute. Nenda nyumbani kwenu.